Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونتوب إليك ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على نبي الأمي الذي علم المتعلمين اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين الفقير الذي قاد السفينة عالم آخرة إلى شاطئ الله رب العالمين فإنه قد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوة الأماجد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين. أحبابي الكرام، anastahiki zaidi kushukuriwa kumliko mwingine yeyote yule ni Allah subhanahu. Nazo rehma na amani zimwendee kwa wingi kiongozi aliyojawa na nyingi ihsani, bwana wetu aliyetaamali kwetu siye nyoyoni, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Insha Allahu taala, khutba yetu ya leo, kauli mbiu yetu ya leo inasema al-amnu awwala, amani kwanza. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kapewa risala, yupo ndani ya mji wa Makka, risala iliyo nzito, risala iliyo pevu, risala iliyonyooka, risala iliyokuwa ndiyo mwangaza, lakini alipata balaa nyingi, alipata mitihani mingi, alipata tenda belua nyingi,
Ashabi zake radhi za Allah ziwe walipitia balaa nyingi, walipitia dhiki nyingi, walipitia tanda belua nyingi. Ammar ibn Yasir anamtizama live mamake hivi anauliwa, anamtizama live babake hivi anauliwa. Wakataka kumuua na yeye pia, akapewa sharti la kumuasi Mtume, ikabidi akatamka tamko hilo, lakini moyo wake ulikuwa umeshikamana na kalimata shahada, lakini moyo wake ulikuwa umeshikamana na kalimata tauhid. Bilal ibn Rabah awwal muadhdhin fil Islam. Umayya ibn Khalaf anamuadhibu maungo wazi jua lililokuwa utosini, anamchapa na mijeledi, anamtia maalama ya makovu ya vidonda katika mgongo wake, anamwekea jiwe kubwa kifuani mwake, lakini anabakia kusema ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Hali hii ikawa tete mno. Abu Jahal akatoa rai ya kwamba kila koo ya Banu Quraysh itoe kijana ambaye kwamba hawa vijana ndio watabeba dhima ya kumuua Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume habari kamfikia, kwenye malazi yake akalala Ali ibn Abi Talib, nyumba tayari imezungukwa. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yakhrujuka au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akachota mchanga akaupuliza kwa vumbi, wakasema ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun. Wakapata lepe la usingizi mahasimu maadui walikuwa na nia mbaya kumdhuru Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatoka akiwa na sahibu yake Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifa wa kwanza baada ya kuondoka Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanafanya hijra, wanatoka Maka wanaelekea Madina. Maka naipenda, Maka ndipo alipozaliwa, Maka kumemjaa mahaba katika kifuani mwake, lakini afanyaje? Hali tete, wahi umekuja ahame, afanye hijra, akawa hana budi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhama. Kaingia Madina, jambo la kwanza kuu walilofanya akha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina al-ansar wal muhajirin, akajenga undugu baina ya ansar na muhajirun. Halitoshi hilo, akaleta uwiano wa kidini ndani ya mji mtukufu wa Madina. Haitoshi hilo, akatengeneza serikali ndani ya mji mtukufu wa Madina. Katika historia ya kuonyesha thamani na utukufu wa maswahaba zake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni mapokezi yaliyo mema, yaliyo makunjufu, yaliyo ya kibinadamu, yaliyo staarabika, yaliyo na uwiano, yaliyo na maridhiano. Kafikia hadi mpaka muhajirun waliokuwa na wake zaidi ya mmoja wako tayari kuwagawia maanswar wake wa wataliki wao, ili wale maanswar wapate kuwaoa wake walio wataliki wao. Mwenye sehemu ya biashara anajongea ampe nafasi mwenzake naye aliyetoka Maka afanye biashara. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaishi Madina, kakaa Madina,
Na ndio maana Waislamu inakuwa ni jambo la kuhofia kumwona mtu anajifananisha 100 chini ya 100 na sahaba. Maswahaba ni watu wengine, maswahaba ni watu wakubwa, maswahaba ni watu wa aina yao, ambao kwamba hakuna mithali ambayo hata Muislamu anaweza kujilinganisha daraja, marhala sambamba na maswahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dini mbalimbali zilikuwepo Madina, utangamano wa dini mbalimbali zikashuhudiwa Madina. Ukarimu wa watu wa Madina hadi wa leo upo. Tulipokuwa tumeenda kufanya hija na ziara ya Madina miaka ya nyuma, tulishuhudia ukarimu wao. Ni silsila, ni mwendelezo wa ukarimu ambao hadi karne hii yetu unaendelea mji mtukufu wa Madina. Na hizi zote ni sharaf ambazo kwamba kazilelea, kazikuza, kazinyunyizia tunu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahbabi alkiram, siku miongoni mwa siku Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaota ndoto, na ndoto anayoiota yeye, anaota ndoto ya kwamba yeye na ashabi zake ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, wote kwa mkupuo wameingia Makka kwa amani, kwa utulivu, kwa utangamano usiokuwa na mshike wowote. Na ndoto ni miongoni mwa alamati 64 za wahi wa mitume. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam palipopambauka akawaeleza ashabi zake ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, kwa yale madhila na zile dhiki na damu kumwagika na mali zao kupotea na madhara waliopata Makka, haikuwahi kuwaingililia akilini mwao maswahaba wao ya kwamba ipo siku wataingia Makka kwa hali iliyo ya amani. Hata baadhi yao, baadhuhum baadha, wakaanza kuhoji ndoto aliyowapatia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika tafsiri ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah, anasema ndiyo sababu nuzul ya Allah subhana kuteremsha aya ya kupiga sil na kutoa ushahidi ulio substantive zaidi ya maelezo ya kwamba ni ndoto ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ya kweli. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Hakika amesadikisha Mwenyezi Mungu mtume wake kuwa ndoto ni ya kweli. La tadkhulunna, kuna harfu taukid, iweje mkokotezo ya kwamba mutaingia kwa hali yeyote ile kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu msikiti wa haram kwa hali iliyo ya amani. Kwa mujibu wa tarikh inasema ya kwamba walitoka maswahaba 10,000 wakapitia kwenye madkhal 4. Kila madkhal waliopitia walikuwa ni ashabi 2500. Kina Aba Sufyan
wakaingiwa na tumbo joto, wakaingiwa na wasiwasi, wakaona hii itakuwaje tena, tutaweza sisi? Walikuwa wachache tukawadhalilisha wakiwa Makka, sasa wako wengi kweli, hawa watakuja kutumaliza. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaongoza maswahaba zake, radhi za Allah ziwaelee, wanaingia Makka hali ya amani na utulivu, na hata wale waliowakosea wao na kuwatesa na kuwanyang'anya mali na kuwanyima chakula na kuwadhalilisha kwa namna zote, hapakuwahi tokea kuguswa walau mtu mmoja. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa semi zake akawa anasema anaingia kwa nyumba ya Abu Sufyan yuko salama, na kataja baadhi ya nyumba ambazo walikuwa ndizo milki za makufari wa Kikureishi katika mji mtukufu huu wa Makka. Ahbabi alkiram, kule kuingia Mtume sallallahu alayhi wasallam na ashabi zake, radhi za Allah ziwaelee, Makka, na idadi ya wingi wao na uwezo wao na nguvu waliokuwa nayo na uthubutu waliokuwa nao, lakini waliingia kwa amani, ni kipimo toshelezi ya kwamba Uislamu ni dini ya amani. Al-Islamu dinul amni, al-Islamu dinul insani. Uislamu ni dini ya amani, Uislamu ni dini ya ubinadamu, Uislamu ni dini ya kuwatakia wote kheri, Uislamu ni dini inayoshinikiza utangamano ulio mwema. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله أن يكون رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، sisi Waislamu sote ni mabalozi wa amani, kwa sababu amani ni miongoni mwa masala muhimu zaidi aliyotulelea na kutuongozea kwayo Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na amani kama amani ni mojawapo mwa tunu ambazo kwamba sio kwa Muislamu tu, hadi mwanadamu kwa ujumla akipata tunu hii ya amani kwa juhudi zake yeye na upeo wa kujenga mazingira rafiki na mwenzake, basi ndio fursa yake inayomjengea yeye pia kuupata ukuruba wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Nyinyi ndugu zetu wa Tanzania, munakaribia uchaguzi baada ya majuma yasiyozidi mawili hivi, na sisi kama wa Kenya na Afrika kwa ujumla, inapotajwa amani
basi tunaowaangalia ni nyinyi wa Tanzania, kwa sababu katika tarehe ya Afrika Mashariki na ya Kati na ya Afrika mumejenga msingi mzuri wa utangamano, wa ukaka na udada aliowasisisha nyie mwalimu wenu Julius Kambarage Nyerere. Na msingi huu wa ukaka na udada asili yake ndiyo msingi aliyouleta Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa Ansar na Muhajirun. Hivyo basi tunu hii, hivyo basi zawadi hii, hivyo basi sharaf hii ya amani, munawajibika nyote mkiongoza nyinyi Waislamu kuibeba, kuituliza, kuisawazisha, ili kumbukumbu na heshima mulioiweka Afrika kwa amani ipate kubakia. Na kabla sijaomba dua, labda niwadedevushe kidogo, sababu kuna baadhi yenu nimewahi wasikia mkijifananisha na sisi wa Kenya. Ni kweli wa Kenya na wa Tanzania ni majirani, na si majirani tu bali pia ni ndugu. Lakini tamaduni na ustaarabu wa Wakenya ni tofauti na tamaduni na ustaarabu wa Watanzania. Nyinyi wa Tanzania ni watu ambao kwamba mumejengeka na tamaduni ya kuvunja hoja kwa kujenga hoja, na ndivyo Tanzania ilivyokuwa miongo yote iliyopita hadi wa leo, na ndivyo Tanzania inavyopewa heshima ya saluti na mataifa mengineo likiwemo taifa letu la Kenya. Ni waasi ndugu zanguni, hakuna anayeshinda kwenye kumwaga damu, hakuna anayeshinda kwenye kumwibia na kumnyang'anya jirani mali, hakuna anayeshinda kwenye vurugu, lakini daima anabaki mshindi anayeiasa na kuibeba na kuifanyia kazi amani. Mwenyezi Mungu Subhanahu namuomba azidi kuwabariki nyie wa Tanzania na Tanzania yenu, na tubariki pia sisi wa Kenya na Kenya yetu, na ibariki Afrika Mashariki na Afrika na ulimwengu kwa ujumla. Adu Allah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ibadallah, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهو لا فاشل من بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعلى بقية صحابة رسول الله والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر إخواننا المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واجعل أمورنا كلها سهلة، واجعل أمورنا كلها سعلة، واجعل أمورنا كلها سهلة. اللهم إننا نسألك الأمن، اللهم إننا نسألك الأمن، اللهم إننا نسألك الأمن، فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله أذكركم ودعوه استجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.